Na leo nitaongea habari ya vitu kama kufaa hizi vitu watu wanafaa kwa mikono, pete, vitu zote zinaitwa ornaments ambazo watu wanafaa kwenye mwili yao, pamoja na mikufu ya shingo. Vitu vingine vinaitwa mbagiri zinavaliwa kwenye mikono na zingine kwenye miguu. Zingine shuma zinawekwa kwenye pua. Hapa tu inaingizwa kanatokea kashuma. Na wengine bila shaka wameweka laini ya tushuma kwenye masikio. Kwanza wale wamekuja hapa tuangaliane. Tuone vile tumekaa. Na kuna watu wako na tushuma kwa nywele. Now please, I am not attacking the sisters with the ornaments here. I'm reading the Bible. Okay? Okay. Na wale wadugu nimeona na kishuma kwa mkono kinafungua soda. Please, mimi sina shida na wewe. Na wale wote mko na pete kama mimi, niko naye hapa. Mimi sina tatizo. Nikosoma Bible tu. Exodus 33 verse 1 to 6. Ninashukua dakika 2 kwa sababu nilianza kama niko late kidogo kwa sababu zisizoweza kuepukika. Exodus 33 verse 1. Bwana akanena na Musa, haya ondokeni mtoke hapa, wewe na hao watu uliowalete, muende kutoka katika nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyowapia Ibrahim, Isaac, Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika. Mungu alikataa kwenda na Israeli, akasema nitamtuma angel aende na nyinyi. Na mtawafukuza wa Kanani, wa Amori, Muhiti, Mperizi, Hivi, Myebusi, waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda katikati yenu. Nyinyi ni watu wenye shingo ngumu. Nitawaangamiza jiani. Watu waliposikia habari hizo baya wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Nataka muone wakati wa Israeli walitaka attention ya Mungu wa mbinguni, walitoa shuma zote kwa mwili. Ni kwa nini walitoa shuma aina zote kwa mwili? Kwa sababu shuma nyingi zikitengenezwa zinatengenezwa zikiwa na kusudi. Hazitengenezwi tu zitengenezwe. Unaona kama chain ya shingo inatengenezwa ikiwa na lengo la mapenzi. Kuna vitu vya pete za kidole, unaona imetengenezwa ikiwa ya wapenda nao, ikiwa ya nini. You know all these things, they are made with a purpose. Hata niliona mtu mmoja anausanga pete hapa za dhahabu, ameletwa kwa TV. Alikuwa anasema hii inafaliwa na watu wameuli sana. Hii inafaliwa na mtu ambaye ameolewa akiwa mzee. Hii na mimi nilikuwa nafikiria ni malingi tu anauza. Unaenda unachagua, leta hii, leta hii. Alisema rings speak. Hata mtu akifaa ring, ile kidole amefaa kinaongea. Mtu akikufanyia mkono hivi, uangalie ile kidole amefaa, si unajua anasema nini? Na kuna ring ukifaa hapa kwa sikio, tunajua wewe umekuwa gay. Ni kweli ama si kweli? Ya hiyo ukifaa tunajua. Hata wale wako kama wewe wanakusalimia vile wanasalimia nanga. Hata kuna ringi ukifaa kwenye pua, kuna watu wanajua unasema nini. Zamani hapa city, ukiona mwanamke iko na ring kwa pua, tulikuwa tunasema huyo ni kahaba mwenye kulipisha. Kwa hivyo akitokea kwa barabara na ring hapa kwa pua, unasimama street na unamuuliza pesa ngapi? Na anakwambia street forward. Sasa siku hizi inafaliwa mpaka na wasichana wazuri, wanawake wazuri. Rings speak. Mikufu huongea. Zamani wakati wetu, sisi wakati tulikuwa kijana, ukipenda msichana alikuwa anakuambia if you mean it, aya kwamba unataka tuone, uniletee chain. Unaenda kwa duka unasema chain ya kupatia mtu unataka kuoa. Unapewa chain iko na kitu kama moyo hapa chini. Msichana anainama unamweka. Huyo anaonyesha watu wote ya kwamba hii alikuwa anafanya hivi. Hiyo unajua hii ni ya nani? Mambo inakwisha kama kuna mtu alikuwa anamchezea. So wakati sasa walisikia Jehova mwenyewe anataka kuonana na watu. Biblia inasema wakatoa ornaments zao zote mzuri. Wakatoa vitu vya mikono, wakatoa pete, wakatoa anything ya shuma ilikuwa imewekwa kwa mwili.
Na ndio unaona hii generation tuko naye imeanza kuweka shuma mwili mzima, inaitwa rebellion against God. Na hizo shuma ukiziangalia zimetengenezwa specifically zikiwa za rebellion, si shuma za kupendeza. Sio shuma za kupendeza. Sasa nimeona mdada ametoa nguo alafu kila mahali ameweka shuma. Zilihesabiwa alikuwa in total ameweka shuma 25. Na nikasikia mmoja tulikuwa tumeketi naye haja ukoka akasema kama ile ameweka kwa navo hapa katikati ya tumbo, hiyo ningependa. Hiyo ninaona ikiwa smart. Nikashindwa dunia inaelekea wapi? Kama Mungu angeniruhusu niwafanye bigiseni. Wale watu wameweka tubu tutoe tuashwe nazo hapa wa survive duniani. Maana Mungu hakutengeneza hii kitu ya tubu iwekwe pete. Na unaona vile watu wananiangalia, hauwezi kufikiria. Wanajua hii maneno ninasema. Tena imagine mahali ulilala ndio mose mwingine akutoboe kashimo hapo. Alafu aweke. Wacha nisiongee sana maana mmenyamaza ni kama hii information hamjui kabisa. Ni mimi ninapeana mara ya kwanza duniani. Si hata wengine mnajua kuliniko mimi. Angalia sasa Biblia inasema Bwana akamwambia watu waliposikia habari hizi baya, okay, Bwana akawaambia Musa mambo haya, na Biblia inasema ya kwamba wakatoa vitu vyote walikuwa wameweka kwa mwili wao mzuri. Verse 5. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, nyinyi ni watu wenye shingo gumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa Mungu mwenyewe akasema, fueni vyombo vyenu vyote vya uzuri. Mungu mwenyewe sasa, mara ya kwanza ni wao walitoa wenyewe. Alafu Mungu akaona kuna wamebakisha. So wadugu na wadada, ni kumaanisha ya kwamba hizi vitu zote za urembo ambazo zimetengenezwa na dhahabu, zimetengenezwa na kopa, zimetengenezwa na nini, they speak. Nilienda kubatiza msishana na wale mlikuwa na mimi mnashuhudia. Nilimweka kwa maji na hakushika. Nilimweka kabisa chini ya maji, nikamtoa nje. Hakushika. Watu wakasema hana maji. Kumwangalia nikaona mpaka nywele haikushika. Nikamwambia hauna maji. Akaniambia pastor, ndio nina shida. Nikafikiria ni mimi nimemweka kwa haraka. Nikamweka sasa pole pole na mastarehe. Pole pole akaingia kwa maji. Nikakwama huko ndani mpaka akaanza kutaka kutoka, maana anashindwa, bona anataka kumuzamisha. Nikamtoa, hakuwa na maji. Nikamwambia bona hauna maji? Akaniambia hata mimi pastor sijui. Nikamwangalia nikaona ako na vitu hapa kwa mkono ameweka. Nikafikiria sasa hapa nitashanganya watu, maana nikiwaambia atoe, wale wote wako nao watafikiria ni za shetani. Sio zote baya, lakini inategemea inaongea juu ya nini. Kamwambia toa hizi vitu nikubatize. Akatoa, zilikuwa ine pande hii na ine pande hii. Akaenda akawekewa vizuri. Ni za pesa nyingi, zilikuwa nafikia za dhahabu. Akawekewa hapo juu, nikamrudisha kwa maji. Ili muingia mpaka kwa mapua. Hakuna mahali hakuwa na maji. Alishika maji mpaka kwa nywele, mpaka wapi. Halafu akaningojea hapo akaniambia, kwa hivyo hizi vitu zinakuanga za shaitani. Hauwezi kusema ati ukipata noti moja ya Kenya ni ya shaitani, ati useme pesa zote zinakuanga za shaitani. Si vizuri ati ukipata shida moja unafanya wholesale, lakini unaweza kupata ring ilete mashetani kwa nyumba yako. Ukiona ring yoyote ambayo imetengenezwa isujugushwe hivi, it is talking. Ukiona kitu chochote ambacho umepata, baada ya kupata umeanza kufuata na tumikosi, please suspect this new thing that you have received. Mungu mwenyewe akasema toeni. Na ndio kama haujui kuchagua ya Mungu na ya shetani, afadhali ukae vile ulizaliwa. Wadugu na wadada, mnakuanga smart bila mashimo mengi kwa mwili. Lakini dunia naye fashion ni wadada wanazaliwa wakiwa hawana shimo, wanaweka. Mnataka kuniambia Mungu hawezi kufanya watoto wazaliwe na shimo? Haku anataka shimo, lakini tumeweka mashimo. Hiyo mashimo, earrings zile tunaweka na vitu vingine, ikiwa si genuine, ni kitu ambacho kinatakina kana kiongee, then
utakuwa na confrontation na Mungu wa mbinguni. Mungu mwenyewe, sikiza, ndio alisema. Bwana akamwambia Musa, verse 5, waambie wana wa Israeli, nyinyi ni watu wenye shingo gumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watendea. Na Mungu akamwambia, toeni any instrument, any ornament. I don't know how to deal with you. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri mpaka mlima wa Horeb na Bere. King James inaziita ornaments. Ni hizi vitu zote tunafaa za urembo. Na karibu kila mwanaume yako hapa, hata mimi niko na kashaini hapa. Kila mtu anapenda kufaka kitu hapa. Na kuna mnajua kuna ile bishop chain. Hizi vitu zote ni vitu ambazo ziko na sauti. Alafu kuna family chain, family rings na vitu vingine kama hizo. Na kuna pete ambazo watu wanafaa wakioana, lakini zinakuwa from a wrong source. Wakisha zivaa na zikose kuombewa na mhubiri yule ambaye atawashikanisha, zinaleta divorce kwa family. So ni vizuri kujua ya kwamba ukiona mtu ameanza kuweka shuma nyingi kwa mwili, kuna sababu. Unaweza kuwa innocently umenunua saa. Hata saa ni inaweza kuwa ni saa ya urembo. Uifae kuletea matatizo. Na ninaongea hivi ndio mjue Mungu mwenyewe ndiye alisema, nataka kuongea na nyinyi, toeni shuma zote mmefaa kwa mwili. Na wakatoa. Na Biblia inasema walienda mpaka wakafika Horeb, hakukubali warudishe mpaka aongee na wao. Hizi bangles, bracelets, za ankles, za nini, za waist, rings, chains na vitu vingine. Mnakumbuka ya kwamba kuna wakati zilitengenezwa watu wakazikula. Si mnakumbuka kuna wakati Musa alisema, Aaron alisema kila mtu wako na vitu ya shuma na nini akuje alete hapo, wakatengeneza dama wakaabudu. Wakakufa 23,000. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii kitu iko na power. Wakati wa Gideon, na sitaweza kusoma, siku moja Gideon alisema watu wale wote wako kanisa wako mbele yake, wako na ornaments na jewelry, walete zote. Biblia inasema wakaweka kitambaa, wakaweka jewelry hapo mpaka zikapimwa kilo. Gideon wakati alipeleka hizo jewelry kwake nyumbani, kitu kilimwambia. Na Gideon mnajua ni nani? Gideon mnajua ni mtu powerful. Mtu amefanya mambo makubwa. Yeye Biblia inasema kwenye Judges chapter 8 verse 24, alishukua hizo jewelry, akasikia akitaka kusijanganya, akatengeneza mungu ya sanamu, ikakosea Mungu wa mbinguni, akakosana na Waisraeli. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kama tunataka kwenda kwa Yesu na tunataka tupetembee na Yesu, tuwe aware ya kwamba jewelry zote zinauzwa duniani, sio zote zimetoka wapi? Kwa mtu iko na moyo safi. Kuna jewelry ambazo hazijatoka kwa na ndio Paulo mwenyewe amesema juu yake. Akasema wanawake wasifae jewelry. Wakasikia vibaya. Hata leo ukisoma hapo, kuna wadada watatoka kwa kanisa. Mahali imeandikwa ati usifae vitu ya kujirembesha. Si imeandikwa hivyo kwa Bible, New Testament. Ati wanawake msifae vitu ya kujirembesha. Kwa hivyo ni kusema hata wanaume, leo wanaume wamefaa vitu ya kujirembesha. Hata saa zingine zimetengenezwa za mkono, si saa ya kuangalia ni saa ngapi, ni jewelry sasa. Hii saa ni ya urembo, si saa ya kuangalia nimechelewa ama ni mapema. Sasa ni kumaanisha ya kwamba lazima tujue ya kwamba Mungu hajabadilika. Shetani amekuwa akitumia vitu ya shingo, vitu ya mikono, vitu ya vidole, vitu ya kule kwa miguu kushika watu wa Mungu na kuwaingiza spirit ya rebellion. Ukitaka kujua your daughter ameanza kuingiwa na rebellion, angalia vile ataweka mashimo mengi. Paka mwingine, kuna dada alikuja nyumbani na ingine hapa kwa mdomo hapa chini. Mama kumwangalia hivyo akamwambia kaiwena kachuma, akamwambia mama ni kisasa. Lakini kalikuwa kabaya, mama aliniambia hakasikii kitu. Mama anaenda kuambia kitu, kanamwambia mama, ukiendelea nitarudi kule nimetoka. Akakaleta kwa kanisa hapa na kanakaa hivi nyuma. Mama anakuja kanachikwa mkono, nikamwambia unachika msichana wa miaka zaidi ya 20 mkono. Huyu si mtoto, huyu ni mwanamke mzima. Akaniambia hapana, mimi siwezi kunyang'anywa mtoto na shetani nikiona.
Msichana nikamwambia, kwa nini unasubua mama na unaona vile anateseka? Si ungecooperate tu, maana umebakisha miaka 2 ama 3 uolewe, uache kumsubua. Msichana akaniambia, ninasikia kufight na watu. Na akaniambia, hata wewe ninasikia hivyo. Na unajua msichana akiwa na pepo anaweza kukuonga tu kama mwanaume. Kuna msichana nilienda kuinamia hivi kumuuliza anasema nini. Kumbe ameningojea. Alinigonga mpaka nikaona watu wawili. Mpaka nimuuliza baadaye, ulinigonga na nini? Akaniambia, mimi nikugonge. Na amenigonga mpaka nikaangalia hivi nikaona watu ni wengi. Niliuliza huyo msichana, ni kwa nini unasikia hivyo? Akaniambia, mimi sijui. Nikamwangalia uso, ndio niliona ako na shuma hapa kwa pua, ako na shuma hapa kwa mdomo, na akaniambia kwa mwili wake ako na shuma zingine. Nikamwambia, mimi ningependa shuma hizo zote nitoe kwa mwili wako. Sasa tulifaulu. Yeye aliniambia naweza kutoa hii. Nguvu ya Mungu imetuzunguka hapo kama moto. Ametoa hii, akatoa hii. Wakati alitoa aliangalia mama yake akamwambia, mama, kwani tunafanya nini hapa kwa kanisa? Nikamwambia, wewe ni nini? Si ni mimi ninakwambia utoe na umetoa hizi 2. Akaniangalia akaniambia na... Sasa walienda na mama yake kwa show, wakakuja na zingine 10. Sijui zilitolewa wapi. Dada yetu akarudi na akaanza kulia. Yeye ndiye alianza sasa kushika mama mkono, na beleni alikuwa anavutwa. Muombeeni family kama ziko na pete ya jamii. Muombeeni family kama ziko na kitu wanafaa kinawashianwa. Hii ni ya nyanya, inawashiwa mtoto. Kama mtoto ukiona ameweka kwa kitu kwa mkono, usifikirie ni mchezo. Ilisi zote zinafaliwa na watu, zinawekwa kwa mikono ama kwa shingo. Na mimi ninaomba communication yote inatoka kwa shuma zisizo kwa family ndio iweze kukugandamisha. Kuanzia leo tunanyamasisha hizo sauti katika jina la Yesu. Na kama uko na sheini yoyote ama mkufu wa shingo na unaongea, tunaunyamasisha katika jina la Yesu. Nyinyi ni washahidi wakati tunafanya deliverance hapa. Na wale mlikuwa mnakujanga kule, mliona mimi niko nimeshika megadhi nyingi ya wanawake. Kwa sababu wa mama wengine na wazee wengine ambao wanaleta fujo sana, nilikuwa natafuta kwa mwili wao ni kitu gani wamefaa. Hiyo kitu tukitoa unaona mtu ametulia. Kama mzee mmoja alikuja pale kwa kanisa anataka kutupiga. Na mwanaume akitaka kupigana si kama mwanamke. Mwanamke mtashika mikono mkiwa wengi, lakini mwanaume anagonga Asha anaenda kule mwisho. Anasema amewasha kasi temporarily. Sasa nilikaribia ndugu, watu wananiambia atakushapa huyu. Huyu anagoga mtu. Ndugu ninamkaribia, unaona anakaa hivi kama ng'ombe vile inakaanga ikitaka kupiga mtu. Lakini niliona kipete kizuri sana kwa kidole chake. Hiyo kidole ndio nilishika na kilitoka rahisi nikabaki naye. Huyo mtu nikaona amenyenyekea mara moja. Nikamwambia, ni nini unafanya? Akaniambia, mchungaji. Hiyo kipete wakati tulitoa alitulia mpaka akashindwa. Nikamwambia, ni nini hii? Akaniambia, is a gift from a foreign friend. Amenipa. Na yeye amekuwa mbaya. Ninaomba kama kuna ornaments zimekuwa zikiongea na wewe, zikiwa zimewekwa kwa ukuta kwenu nyumbani zamani kule mlikuwa, sauti hiyo tunajikata kutoka kwake katika jina la Yesu. We disconnect. Tafadhali sema, I disconnect myself. Wadada wale wako na wanapenda jewelry, please ukinunua jewelry, sikiliza spirit kuliko kusikiliza macho. Jewelry inaweza kukupendeza macho, lakini spirit yako niliuliza mtu mmoja pale Egypt. Bona wanawake wakikuja kununua vitu hapa unawaambia wafae ring? Akaniambia hiyo ni magical ring. Na ni Wakristo, wanawake Wakristo wanawaambia, lady from Africa, can you try this ring? Sasa kwa sababu ni na uzuri, unafanya nini? Kidole kinaingizwa. Na kuambia ni mimi personally nilienda kutoa wanawake kwa hiyo duka. Alikuwa wanakuja anawaweka. Akikuweka anakuasha, anaambia mwingine anaingia, "Oh, can you try this special ring?" Anakuonyesha na wewe kwa sababu uko nchi ya kigeni, kidole unafanya hivi. Inaingizwa
na inatolewa. Alishika wadada karibu 8. Wote walikaa hapo mpaka wanaanza kuuliza kama kuna kuanga na ATM. Mpaka nikaambia huyo kijana, you can't do that to African women. Hii unafanya ni makosa. Akaniambia akaniambia sasa wewe ndiye tour leader. Nikamwambia mimi ndiye pastor. Akaniambia nitakupatia moja special kama hii uende naye. Ukitaka mtu akusikize, akupatie kile unataka. Ndio nilijua hapa ni ushavi tunafanyiwa hapa. Na ninaona wadada wengine hapa walikuwa hapo, ninawatoa wanarudi. Kwa nawaambia nyinyi wadada, please, tutawapeleka mahali pengine kununua vitu. Wanatoka, alafu nikiondoka wote wanarudi. Nikajua kweli dunia ni baya. So ukienda ng'ambo, ununue jewelry, ufae, alafu uone imekuchange attitude na mood, imeinfluence mambo around you, then you must know that jewelry was not innocent jewelry. Na mnafikiria ni kwa nini shetani alichukua dhahabu na ilikuwa ya Mungu? Hata wanasemanga mahali popote pako na mercury, wanakuanga na nini? Na ile nyoka kubwa. Kwa nini shetani alichukua hizi vitu zote za zamani na siku za Mungu? So we will take them from him again in Jesus name. Na tunataka tuwe na washirika wanafanya kazi ya diamond, kazi ya gold, kazi ya copper. Tunataka tusikie kuna washirika hapa wanafanya kazi ya gold. These things must be taken back from the enemy in the name of Jesus. They must tunataka tusikie uko na 5 gold bars na unafanya kazi licensed. Hapana watu wale wabaya wako na wachawi ati ndio wanabeba gold. Ati wachawi ndio wako na mercury. We refuse these things. Mungu awafungulie njia muanze kuingia biashara ya madini katika jina la Yesu. Mungu afungue njia muanze kufanya kazi ya precious stones. Pastor alisema hivyo ng'ambo, zikanyesha kwa kanisa precious stones. I hope hata hapa zitaanguka kutoka mbinguni zinyeshe kwenu. Mpate kufanya hii kazi. Na wadugu, mimi nawatakia mema. Naomba Mungu awatajirishe. Ate hakuna Mkristo ataiba pesa ndio atajirike. Ate kama utapata pesa ni Mungu mwenyewe atakuingiza mahali pesa iko. Tumekataa kutajirika kwa kuiba pesa za watu. Katika jina la nani? Hata mimi nikiwa pastor nimekataa kutajirika na kudanganya watu. I need to speak the truth and the truth always. May my God be with you in Jesus name. Hallelujah. Ulisa jirani, kunaweza kuwa kuna sauti inaongeanga kwenu nyumbani. Muna imani gani? Mimi naomba tusimame tu dakika moja. Kama kuna sauti inaongeanga kwenu, utasikia kichwa yako imebadilika. Maana hizo sauti tunazipinga siku ya leo katika jina la Yesu. We disconnect in the name of Jesus. Na hata wale wanatuona wakiwa nyumbani, we are now disconnecting ourselves from negative voices that speak to our lives and interfere with our relationship with God and our success. In the name of Jesus. Inua mikono yako juu. Na ninaona nguvu ya Mungu inashuka kwa watu ambaye hata siwajui, wako bali na mimi, lakini the Lord has now disconnected them from a voice of a ling, from the voice of a Shane. Shane yote umewahi kupewa na mwanaume ambaye mliwachana, lazima Shane hiyo uiondoe maishani mwako. Pete yote umewahi kupewa na mtu ambaye alikushukia mkawashana, that pete must be suspect. Ninaomba nguvu ya Mungu ianze kushuka juu yenu katika jina la Yesu. I tell you, communication from native sources must stop now in the name of Jesus. Kama kuna mawe inakunenea, nimeinyamazisha katika jina la Yesu. Kama kuna miti inakunenea, nainyamazisha katika jina la Yesu. Kama kuna waya inakuzungumzia, nimeinyamazisha katika jina la Yesu. Kama kuna nyumba inakuzungumzia, kama kuna nyungu inaita wewe, kama kuna vitu vinakuita ukiwa bali, we disconnect in the name of Jesus. Ninaomba Baba, kwa hiyo neno lako nimesoma,
that your people cannot be controlled by jewelry and ornaments. Ya kwamba sasa Kristo ni Bwana na tumeokoka na tumeoshwa na damu ya Yesu. Na kwa hivyo tumekataa illegal communication from rings, from jewelry and from ornaments. Na kuanzia siku ya leo, hata kama shetani ametuweka pete kisiri kisiri, ametuweka pete katika ndoto, nimezitoa zote katika jina la Yesu. Aina yote ya kifungo ambaye kimewekwa watu wa Mungu, nimekitoa katika jina la Yesu Kristo Mwokozi.